Sasa leo watokea maduati wa dhalal, maduati su, wanamfananisha huyu bibi huyu ummul mu'minin, mama yetu, wanamfananisha na masharamita, wanamfananisha kama na machangudoa. Hii si hatari? Alafu mtu anasema kwamba mimi nia yangu haikuwa hiyo. Haya matamko hayatuangalii nia. Sisi hatukutumwa kuangalia nia. Sisi hatuangalii nia, tunaangalia hapa umekosea, tubu, tarajai, tangaza msamaha. Kwa makosa hizo, habari za nia yako wewe na nia yako hiyo, nia yako kwa tumeambiwa tunaangalia nia za watu, nia yako wewe na Mola wako. Lakini kwa matamko haya umekosea, kumnasibishia Bi Khadija radhiallahu ta'ala, mama yetu, kumnasibishia na Hawa, haya ni makosa, umekosea. Sasa makosa watu wanakosea, hamna aliosalimika makosa isipokuwa mitume wana isma. Isipokuwa kwamba mtu analaumiwa sasa baada ya kuzinduliwa, amezinduliwa bwana hivi kosa kadha kadha, yeye akawa muanidi, mkaidi, akaendelea na msimamo huo, hilo ndio kosa. Sasa hiyo ndio shida. Lakini kukosea, mtu anakosea kisha mtu anatakiwa astaghfirullah, aseme astaghfirullah wa atubu ilayhi. Jamaa, mimi nilisema kadha, haya maneno niliyasema, nimekosea. Kwa nimekosea, astaghfirullah, na naomba maghfira kwa Allah, wa atubu ilayhi, na narejea kwake Allah, nisamehe kwa haya makosa niliyokosea. Atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa vile Waislamu tulipokasirika kisiasa, atuombe msamaha Waislamu vile vile. Sisi tumefahamiana, na ndio maana unaona katika mitandao komenti zote za Waislamu wa aina zote, waliosoma, wasiosoma, wote wamemkataa. Watu wa sunna, wasiokuwa wa sunna, wote hawajakubaliana naye. Kwa leo ndugu huyu vizuri anatakiwa fanya nini? Anatakiwa atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, sema astaghfirullah wa atubu ilayhi, nimekosea maneno, amombe Allah msamaha. Sisi tumefanya kwa hili kosa ulifanya, yani uko kujitetea kwake hakutohalalisha, kwa sababu Waislamu hao wote kwa pamoja tumeelewa alichokisema. Swala la nia yake, hiyo nia yake atajua yeye na nia yake huko. Sisi hatuhukumu nia haihukumiwi. Tumefahamiana? Yale maneno aliyotamka ni maneno machafu, ni kitendo kichafu, ni kitendo kiovu. Atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na atangaze tauba yake, wa illa azuiwe misikitini, asiongee misikitini, azuiwe misikitini, asiswalishe, azuiwe. Kama na madrasa, watoto wote Waislamu watoe watoto wao katika madrasa yake, waondoe watoto katika madrasa, watoe wote mpaka atarajai. Na vile vile wasimsalimie mtaani, ikipita asisalimiwe, wamfanyie muqataa, asisalimiwe kwa kuambiwa assalamu alaykum wa rahmatullah, asalimiwe, afanywe muqataa mpaka atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, arejee, atangaze toba yake, watu waisikie, ipite mitandaoni. Na ndio ibada na ndio dini. Hili jambo gumu ila inda salafiyin, isipokuwa kwa masalafi siku mara ngapi tunakosea na tunafanya taraji, tunatangaza toba mara ngapi? Wakati mwingine kadhia kubwa kabisa tunakwenda mara ngapi utasikia mara salafi huku, sisi tumefahamiana mara salafi. Ni vitu ambavyo mtu wakati mwingine mtu anakomaa toba, lakini anapoona nasaha, anaonyesha makosa yake, haya kosa lako hapa, baadaye anafanyaje? Anaelewa na kubali, ataraja. Na wale ambao walikataa kutaraja katika makosa yao ya dhahiri ambayo walikuwa, basi watu masalafu zetu tuwatenga, wengine walitengwa mpaka wakataraja, wengine wameamua kuendelea kudumu, basi watu masalafu wameendelea hivyo hivyo, wala haina shida. Kwa na huyu naye afanywe hivyo, kwamba huyu afanywe asiguswe na mtu yeyote. Tumefahamiana, haifai kumgusa, bali afanywe mukatwa, kwamba anatengwa. Kama na madrasa, watoto wote watolewe madrasa, watu wasende kusoma kwake. Ikiwa na msikiti, atolewe kuswalisha, asimamishwe kuswalisha. Ikiwa muadhini, asiadhini, atolewe kuadhini, kae pembeni. Haya ni makosa makubwa mno ya kuwanasibishia hawa mama zetu na mambo haya. Hapana, hili si sawa, na ahli sunna jamaa lisijamaziwe.
watu waendelee, shabab waendelee kufafanua, huenda katika ufafanuzi wa huku na ufafanuzi wa huyu na ufafanuzi wa yule, akasikia yale katika ufafanuzi wa watu 10, 15, 100, akasikia watu 5, akakinai, akarejea katika toba, akafanya toba. Simefahamiana? Tuko pamoja? Watu wasichoke, kila mmoja katika madarisi yake, katika halaka yake, katika shule yake, msikiti wake, kila mmoja aseme kwa ufasaha wake na uelevu wake, aseme kuelezea ukosa jambo hili, kwamba ni jambo ni makosa, na hii ni kulinda irth, heshima za hawa kina mama, heshima za maswahaba, heshima ya Mtume sallallahu alayhi wasallama. Innama dimaukum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yawmikum hadha. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa ikiwa heshima yangu mimi ni tukufu, itakuwa heshima ya Bi Khadija? Heshima ya Bi Khadija inaweza kuwa nini kachezewa? Ikiwa heshima yako wewe ni tukufu, nitakuwa ichungwe, ilindwe, itakuwa heshima ya kina mama ummahatul mu'minin. Heshima ya mama zetu ni kubwa zaidi. Hawa ni wakeze wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumefahamiana? Sasa iweje mtu achezee heshima? Msikubali kwamba heshima ya mama zenu, heshima ya maswahaba, heshima ya nabii wenu ichezewe. Msikubali. Kwa mtu huyo atubu, mtengeni, muhameni, mfanyeni hijra, atengwe, afahamishwe, atengwe mpaka pale ambapo atakapotaraja na kurudi nyuma. Wa illa mtengeni. Misikitini aingie, mwache naingia swali misikitini, anaachiwa anaingia na swali. Tumefahamiana? Misikitini na swali, lakini asipewe kuongea mawaidha na zile sijui nini zile, asipewe. Baki yetu wala ile mitandao isirushe sauti zake, wasirushe. Wale wanakaurusha wote wanasaidiana naye katika nini? Katika uovu huu aliofanya ndugu yetu huyu Muislamu. Wazi?